Hello guys, welcome back to Triple Players YouTube channel nugget. So today I'm trying nawaletea new series inaitwa tamthilia mpya kwa lugha ya Kiswahili. Inaitwa Sweet Killer. Hii movie just ni ya mapenzi. Mapenzi moto moto sasa. Sasa najaribu kuwatambulisha wahusika. Wewe mwenye amevaa blue msichana anaitwa Zujet. Huyu mwanaume amesimama anaitwa Pasar. Kama unamkumbuka kwa filamu fulani anacheza inaitwa Ndoa, anaitwa Pasar, una get. Sasa huyu kijana huwa anaitwa Pasar, huwa anamhitaji sana huyu msichana Zujet. Anamtamani sana, yaani anataka kuwa naye kimapenzi. Mwisho wa siku pia anatamani sana akuwe mke wake. Lakini huyu Zujet hataki. Kwa sababu gani? Acha nikwambie tu wazi. Huyu Zujet ni malaya. Malaya tena hodari. Unaona, anabadilisha wanaume tu kama manguo. Ndio maana hataki kuolewa, anatulia na mwanamume mmoja. Unacheki? So hapa Pastor amejaribu kumuita Zujet kwake ili waongee. Unaona? Sasa Zujet tena alikuwa anafikiria amekuja kulala hadi asubuhi. Yaani afanye tendo na afanye mapenzi. Lakini mwisho wa siku Pastor hataki. Yaani anamwambia mimi nimekuita hapa kwangu, nitulie naye, uniliwaze, unaangalia tupige naye tu story paka asubuhi. Kama unataka hela nyingine mimi nitakuongeza. Mwisho wa siku timiza yenye mimi nahitaji. Unacheki? Maana at the end of the Zujet hahitaji hivyo. Zujet anataka kufanyishwa mapenzi. Because she really addicted in having sex. Unaona? Addicted sana. Yaani she really likes or loves sex a lot. Una get? Ndio maana anamwambia kuna jambo mimi nataka kuongea na wewe. Kwanza jambo la maana sana. Sasa najaribu kumwambia, Pastor anajaribu kumwambia Zujet, naomba unisikilize. Lakini Zujet ni nani? Anaropoka tu. Unaona, hataki kumpa muda jieleze. Unaona, anajaribu kujitahidi. Pastor anajaribu kujitahidi sana, lakini mwisho wa siku Zujet yuko tayari kufanya hivyo. Kamwambia kama unataka hela nyingine mimi najaribu kuongeza. Mwisho wa siku just respect my decision. Yaani jaribu tu uangalie. Unacheki? Akampa hela nyingine. He just added double of the money yenye alimpea mara ya kwanza. Lakini Zujet hahitaji, akamwambia nikome wewe mwanaume, nikome. Kama una biashara hata kama ni pesa, na kama unataka kufanya mapenzi na mimi tafadhali achana na mimi. Na mwisho wa siku unajua pale place ya kunikuta. Akamsomanisha na akatoka. Lakini huyu jamaa amedata. Unaona tu yule mwanamke anatingisha matako. Yana anamtabazama tu. Yenye msichana kazaliwa matako. Anampa busu la hewa tu. Afasa kusikia hivyo. Ana amani hata yeye. Kaondoka. Unacheki? Sasa hapa Pastor yuko ofisini. Mwisho wa siku Pastor kuna mwanamke mmoja anamtamani sana, anaitwa Tami. Tami huwa anatamani sana kuwa na Pastor kimahusiano. Lakini mwisho wa siku Pastor hamtaki kabisa. Unaona vile amefika tu anajaribu kumwambia mambo, habari, umeshindaje, umelala aje za saizi. Unaona? Lakini kitu ya kwanza Pastor anamuuliza, wewe nimekuambia mara ngapi unikome kunifuatilia? Unakuja ofisini wangu bila taarifa. Mwisho wa siku natamani nikusalimie. Ili iweje? Unaangalia? Ili iweje? Amwambia sasa hivi nikana mambo mengi ya kufanya. Mimi sihitaji, kuna vitu vingi zinanisumbua kichwani. Mimi sihitaji kusumbuliwa haswa na mtu kama wewe. Kwa sababu gani? Mimi sikuhitaji na sitamani kuwa na wewe katika maisha yangu ya leo, ya kesho, hata ya baadaye. Lakini mwisho wa siku Tami anamwambia mimi nakupenda. Why can't you give me just a chance? Nikuonyeshe jinsi gani mimi nakupenda. Lakini mwisho wa siku Pastor anamwambia hiyo ni yako na unasema, lakini kwangu mimi haiwezekani. Unamkumbuka Kiduchu? Kiduchu pia ndio huyo hapa. Kiduchu anasikia tu maongezi.
Pasa amekasirika sana. Hataki mahusiano na Tami. Lakini mwisho wa siku Tami anajituma sana kwake. Ila aone kama kuna siku atabadilika. Lakini wapi? Anajaribu kumwambia mimi nakupenda. Nakupenda tena sana. Mbona usinielewe? Nacheki. Lakini at the end of the day, mwanaume ni mwanaume tu. Akistand with this or akistand na decision yake, no one can change it. Mapenzi ni ya moyo. Na mapenzi hauwezi lazimisha mapenzi hata iweje, hata kwa pesa, hata kwa nini. Mtu akipenda mtu amempenda. Kama hamtaki hamtaki. Hivyo ndiye anajaribu kumueleza. Lakini mwisho wa siku Tami inamsikia kushoto inatoka kulia. Inatoka kulia inasikia kushoto. Asikiki wala yana asikii chochote. Acheki. Sasa ikabidi Kiduchi anasikiza tu. Ili Pasala amekasirika sana. Hello, Pasala anamsikiza tu. Sasa ikabidi akakasirika, akatoka, kaenda kamwachanisha hapo. Fresh. Sasa alikuwa kwa Kiduchi akamwambia, mambo vipi? Ratiba yangu leo vipi? Mgeni yote akikuja mwambie siku. Unacheki kuna shughuli ya muhimu naenda kuifanya. Unaangalia? Leo ukiangalia ni shughuli gani? Yaani unaacha ofisi, kuacha wateja, nini baada nikwambia shughuli. Lakini mwisho wa siku anaenda tu kumkuta mwanamke. Sasa na ya Kiduchi mtu yote if anyone comes mwambie siko. Unaona kuja next day. Kiduchi pia akamwambia sawa, haina tatizo boss. Maagizo yako ndayafuata na mwisho wa siku ndayafanyia kazi. Unacheki? Ni sawa, so hivyo ndio alimwambia. Kaenda lakini alikuwa amemwacha ule mwanamke ndani kiubaya sana. Unataka kama mwanamke, hata kama wewe ni mwanaume binadamu una hisia gani? Hivyo tu ndiye akakasirika, akatoka. Kiduchi kama usilewa na matatizo gani? Unaona? Sema ni sawa tu, haina tatizo. Sasa akaenda moja kwa moja hadi place atapata ule mwanamke, ajaribu kuongea naye. Unacheki? Juu at the end of the day aamini kama ule mwanamke alikuja kwake akalala na akafanya nini? Akalania akakata kulala naye, akatoka tu akaacha mlango wazi. Unacheki? Inamuuma sana. Sasa hapa akakuja akapata kijana fulani anaitwa Dully B. Dully B. Kijana. Sasa kamuuliza kuna mtu fulani namuulizia mnono hivi, ako na matako mfupi nini, lakini amenenepa. Umemkuta ile unamfahamu? Na akamwambia lakini mwisho wa kwanza Dulby alimwambia angalia wewe umenipata hapa kijiweni kwa stori zangu, lakini mwisho wa siku unaanza kuniuliza vijinga tu, unataka nini? Nikusaidie vipi? Na akamwambia brother, mimi nimekuja tu kistaarabu kukuulizia nini, vitu kama hizo. Unaona? Sasa akasema sasa mwisho wa siku Pasara kaona huyu jamaa ako tu na njaa zake tu. Unaona? Huyu ako na njaa. So the best way kumtreat ni kumpa hela. Dully akaona hii hela hii, akaichukua akaipokea tu. Sasa akamwambia okay, kwa hivi nipe maelekezo. Akamwambia maelekezo sio tatizo, na kueleza hadi penyewe pale wanakoishi ule msichana. Akamwambia fresh, haina tatizo, mimi sitaki kwenda na mimi nataka unielekeze tu. Ni sawa? Akasema ni sawa. Juu ule msichana niko na shida naye sana, nataka kuongea naye, kuna vitu fulani, yani mambo fulani ya kibinafsi tu. Najua ni mwanaume, unaelewa vitu vingine. Mwanaume akitafuta lakini mwisho wa siku Dulby anajua ule ni malaya.
Na wale wanakoishi pale wanajua huyo Dulby anajua wale ni malaya, so huyo anahitaji ajisaidie kwa yule, asaidike kwa yule. Akasema fresh, akamuelekeza, akamwambia ukikosa utanipata papa hapa na kukuelekeza kokote unakotaka wewe. Unaangalia, lakini basi akamwambia hapo maelekezo yako fresh yanatosha tu, mimi sitaki mengine. Nikasema fresh haina tatizo. Ni sawa, akasema ni sawa, haina fiti. Acheki. Yana akampa uhakikisho kabisa. Unaona? Sema sawa brother, akaondoka. Sasa akakuta huko ile place hao wasichana wanakanga malaya. Wote wakaamka. Kwa mteja tukuhudumie vipi? Sasa angalia upi, mimi pisikali. Ana matako lakini anatingiza. Wanawake jamani. Ana matako lakini anatingiza tu. Huyu pia nataka mwambie angalieni. Mimi kuna msichana fulani namtafuta. Na kwa maelekezo nimeambiwa anaishi huku. So mimi naomba tu maelekezo yenu. Uniambie kama hapo ama hayupo. Mara ya kwanza kwa mwambia hayupo. Kwa sababu gani? Wanaofia. Si kila mtu anakuja pale wanampa maelekezo ya kila mtu. Mwingine anaweza kuwa polisi. Unaona? Kwa sababu alimuuliza, wewe polisi nini? Mbona unamuulizia rafiki yetu? Na kwa sababu mwambia rafiki yetu hayupo. Unaona? Sasa kila mtu anajitongezesha kwake. Kamwambia ni sawa, sio tatizo, lakini sijakujia kwa hiyo maneno yenyewe nakwambia mbi. Okay, umekuja kutafuta nini? Na unamtafuta huyo msichana kwa kitu gani haswa? Naona vile aliwaangalia, walisema huyo msichana nini, wote wakaangaliana, kila mtu akaangalia kando, akasema huyo hatumjui sisi, kwa sababu wanaogopa huyo anaweza kuwa polisi. Unacheki? Sema mimi sijakuja kwa nia mbaya, mimi nimekuja tu kwa nia njema. Unaona? Sasa kwa wale mandekero wakasema, kwani umeona nini kwake sisi hatuna? Unaona? Anavyokupa huyo yeye, hata sisi tunaweza kukupa zaidi ya hicho. Unaangalia kwa kila mhudumu akikuja anasema ule msichana kwani tatizo nini? Kwani yeye ana nini na sisi hatuna? Unacheki? Juu wamekerwa sana. Unaona, alikuwa anakuja na amekuja wanafanya biashara nini? Haona hawezi msaidia, akatoka tu akaenda. Pasara amekasirika sana. Yana kuna mawazo kibao. Sasa katika ile hali juu amepark gari kwa nyuma ya hiyo nyumba zao. Mmoja wale mabinti wakakuja wakamwambia, vipi? Unaona? Kwa mbona unamuulizia ule dada? Akamwambia, mimi niko tu na maongezi ya binafsi mimi na yeye. Kwa sababu gani? Huyo dada akamwambia, unajua sisi hapa hatuwezi toa maelekezo ya kila mtu. Unajua hiyo ndio kazi yetu sisi. Na hapa ndio ulipoona sisi ndio hii kazi. So tunakuomba tu, mimi siwezi jua umekuja kwa nia mbaya ama kwa nia nzuri, kwa nia nzuri. Ila kama kuna kitu unataka kumpa tu unaweza nipa hata mimi. Unaona? Yeye amejitahidi sana. Yana anafuata hadi parcel ajitongozeshe kwake. Yana kuna ujasiri sana. Kama kuna njaa. Unacheki? Kuna njaa sana. Sasa we brother vipi? Hadi sukuma kwa omena ama samaki kwa nini autoi? Akamwambia, kama unajua una shida ya hela, shika hela ujisaidie nayo, lakini mimi hutawezana na mimi. Unaona? Mimi hutasaidiana na mimi kwa sababu mimi najua nyinyi hapa mko hapa kwa sababu ya njaa. Na njaa ndio imewaweka hapa. So kukusaidia nakupa tu hela, story inaisha. Unaona? Na kama tendo la ndoa, tendo la nini mimi siwezi fanya. Akamwambia kama ni tendo mimi siwezi fanya. Kaachana naye.
hivyo tu. Sasa Pascal akamfuta bila maelekezo na ule msichana, anakuja hadi kwa Martin. Akamwambia anaishi huku. Unaona? Anaishi huku. Jamani. Jamaa jasiri kabisa. Yaani anatafuta ule msichana kwa udhi na uvumbwa. Kwa udhi na uvumba kabisa. Yaani anataka, ina maana anampenda sana. Ingawaje ule msichana ule mwanamke ni malaya, lakini hilo alimjalishi yeye. Mwisho wa siku apata anachotaka. Moja kwa moja hadi kwa Martin. Mwenye kufungua ni bawabu. Unaona? Akamuulizia, akamwambia mtu fulani umemkuta. Akamwambia ukikumbuka vizuri, kama umemkumbuka huyu jamaa anaitwa Chadi, yeye ndio hiyo ndio bawabu huku. Unaona? Akamwambia acha nikuitie mwenye nyumba. Akaenda akaita Martin akakuja, akamwambia mwambia nikusaidie vipi? Mwambie kuna mwanamke fulani namtafuta, kwa kama maelezo na maarifa anaishi hapa ndani. So nilikuwa na maongezi binafsi na yeye. Tafadhali kama unaweza ruhusu uniitie fresh, haina tatizo. Akamwambia mwanamke mgani? Kwa sababu mwanamke anaishi hapa ni bibi yangu mimi. Akamwambia okay, ni sawa, inaweza kuwa bibi yako, lakini mwisho wa siku mimi na maongezi ya binafsi, mimi nataka kuongea naye. Kuna jambo tu fulani, hata dakika 5 tu niongee naye. Unaona? Hata kama ni dakika ngapi niongee naye. Najua ni jambo la dharura, yani emergency, yani personal issue. I want just to talk with her no matter what. Lakini Martin anamkazia, anamwambia hapana, ule ni mwanamke wangu. Mwisho wa siku wewe na mwanamke wangu unaongea nini? Kidogo binti mwenyewe akawai, akamtazama, akaweka mkono kwa kichaka, akashika mlango. Ongea. Martin akashikwa na kigugumizi. Msee, let's watch the next episode.